أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون. أما بعد، معاشر المسلمين, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukutanisha tena katika siku ya leo tukiendelea na silsila ambayo tulikuwa tumeianza katika Ijumaa kama 2-3 zimepita. Nayo ni mada ya kuzungumzia mafiraq na hasa kundi hili la Shiatu Ithna Asharia. Tulizungumzia katika taarifu ya kundi hili ambalo na majina yake pia, lakini pia tukaja katika misingi ya hili kundi. Tukasema pia hata nguzo zake, nguzo zao ni tofauti na nguzo za Waislamu kwa ujumla. Wao moja katika nguzo kubwa kwao ni al-imama. Kuamini uimam ni moja katika nguzo za dini katika misingi kwa mujibu wa dini yao. Na mtu anakufuru kama hajaamini uimam. Na lazima waamini maimamu 12 akiwepo Ali radhiallahu anhu. Kwa hiyo hii ni moja katika kundi hili. Lakini pia tukazungumzia katika munaqadhatuhum, kundi hili kupingana na kutoka katika Uislamu kwa misingi mingi sana ya dini. Tukazungumzia naqidul awwal katika tauhidi rububia, wametoka katika Uislamu kwamba wao wanamwamini Ali ni Rabb, kwamba ndio muendeshaji wa vitu vyote. Na tukatoa istidlali nyingi kwa mujibu wa vitabu vyao. Kwa hiyo tulipozungumzia tauhidi rububia katika wiki iliyopita, nani kumpokesha Allah biaf'alihi kwa matendo yake, lakini wao hawako hivyo. Lakini leo pia tutazungumzia munaqadhatuhum bitauhidil uluhiyya. Wao namna gani walivyotoka katika Uislamu na kupingana na tauhidi uluhiyya kwao ni nini? Tauhidi uluhiyya ni ifradullah bil ibada, ni kumpokesha Allah katika ibada zake mbalimbali, mfano an-nadhri, kuweka nadhiri, ad-dua, kuomba, al-khawf, kuogopa, na katika baadhi ya mambo ya ibada yanayotaalaka na tauhidi uluhiyya. Lakini kundi hili liko tofauti. Tunasema tauhidi uluhiyya, maqsud bi tauhidi uluhiyya ifradullah ta'ala bil ibada, ni Allah kumpokesha katika ibada zote, ufanye kwa ajili ya Allah peke yake. Wa ikhlasu liibadati lahu, na pia umpokeshe Allah kwa ajili yake peke yake, li'annahu subhana almustahiqu ayyubada wahda. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake, la sharika lah, hana mshirika. Wa adam sarfi aina min anwa'i ibada li ghairillah au li ghairihi, na pia usiweze kuondoa kitu chochote katika aina ya ibada ukamfanyia asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zote umfanyie yeye. Kisha na walladhi yudhadu hadha at-tauhid huwa sarfu an-naw' min anwa'i al-ibada, na kitu ambacho kinyume cha tauhidi hii uluhiyya, kumpokesha Allah peke yake katika ibada, kinyume chake ni kwamba kumshirikisha Allah katika tauhidi uluhiyya, kuabudu asiyostahili kuabudiwa. Kwa hali hiyo tauhidi hii, hadha tauhidu huwa alladhi da'at ar-rusul, tauhidi hii ya kwamba watu wote, viumbe wote katika jini wal ins wampokesha Allah peke yake, ndio kazi ya mitume, walikuja kuwalingania watu wamwabudu Allah peke yake. Na hili jambo hili na jambo hili lianna iqrara aqwamihim litauhid ar-rububiyyah maalum, kwa sababu watu wote mitume wamekuja walikuta watu washirikina wa Maka wana tauhid ar-rububiyyah. Ukiwauliza muumbaji ni nani, wanasema ni Allah. Ukiwauliza nani mwenye kuruzuku, ni Allah. Kwa hiyo watu wote waliokuja, mtume alipokuja alikuta washirikina wana tauhid hii rububiyyah. Lakini mitume walikuja kuwalingania watu, na mitume wote waliokuja pia wakawaona watu pia bado wana tauhidi hii. Sasa jambo hili ni maalum na dini bidharura.
Na utaona pia mitume wote walikuja kuwalingania watu tauhidi uluhia. Kuanzia Nuhu, Hud, Saleh, Shuaib, wote hao annahum qalu liqaumihim, mitume wote waliwaambia jamaa zao, ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr, muabuduni Allah pekee yake, hakuna afayaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah pekee yake. Wa akhbara subhanahu anna hadhihi da'wati ar-rusul al-amma, na Allah pia akaelezea kwamba ujumbe huu na dawa ya mitume wote walikuja kuwalingania watu wamwabudu Allah peke yake katika tauhid uluhiyya. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allaha wajtanibu at-taghut. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, hakika tuliwaletea kila umma tuliwaletea rasula. Kazi ya mtume alikuja aliwaambia watu anibudullah, muabuduni Allah peke yake, alafu wajtanibu at-taghut. Wote wana ni kazi ya mitume wote, walikuja kuwalingania watu wa muabudu Allah peke yake katika tauhid uluhiyya. Na vile vile na aya nyingi na Allah subhanahu wa ta'ala pia akataja tauhid uluhiyya huwa aslun najah, ndio asili ya watu kuokoka na kufaulu, wa asasu qubulil ibadat, na ndio misingi ya kubaliwa ibada zote. Allah aliposema subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasemei dhambi ya kushirikishwa, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, anasemea dhambi ambazo si za shiriki kwa mtakaye. Kisha lakini utakuta sasa anna lirawafidha naqadhu hadha al-asl asil, hakika marawafidha hawa Shia hawa imamia wamepingana na kuvunja msingi huu, msingi mkubwa katika misingi ya dini, kumwabudu Allah peke yake. Wao wamevunja msingi huu, fasarafu julla liibada lighairillah, ibada zote wakazigeuza anaabudiwa asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya tutayaona kwa mujibu wa vitabu vyao. Kwa hiyo wamevunja katika nakidhul awwal, kichanguzi cha kwanza cha tauhid uluhiyya, ambao wamekivunja itiqaduhum al-uluhiyya fi Ali, kuitakidi Allah kwamba ana sifa ya kuabudiwa Ali radhiyallahu anhu. Fakad jaa fi bihar al-anwar, imekuja katika bihar al-anwar anna amira al-mu'minin Ali alayhi salatu wasalam, amir al-mu'minin abani Ali alayhi salatu wasalam, dakhala alayhi Suleiman aliingia kwa Ali radhiyallahu anhu, fasalahu an nafsihi, akamuuliza kuhusu nafsi yake. Faqala Ali akasema, ya Suleiman, ana alladhi du'iyat al-umam kulluha ila ta'ati, mimi ndio yule ambaye umma wote waliitwa kwa ajili ya kunitii mimi. Fakafarat, wakakufuru, fa'udhibat fi an-nar, wakaadhibiwa motoni. Wa ana khazinuha alaihim, na mimi pia ndio mlinzi, ndio mlinzi katika moto. Katika moto kuna walinzi ambao wanashughulika na moto, mpaka mwisho wa maneno, ila akhir kalami. Kwa hiyo hapo utaona sasa Ali aita anasema yeye ndio ambaye du'iyatil umam kulluha ila ta'ati, umma wote wamelinganiwa wamtii Ali, walipokufuru wakaadhibiwa. Wal maqsud bil umam, na hapa umam kuna kukusudiwa katika umam jami'ul umam ma anbiyaihim, nyuma zote pamoja na manabii wao, watu wote katika waliopita pamoja na manabii wao, kama bayana dhalika al-Majlisi, kama alivyobainisha al-Majlisi katika kitabu chake. Wa ta'aliyatu Shia li Ali wala siyama inda al-mutaakhirin, na kama Ali ana sifa ya aliha ya kuabudiwa kama ilivyokuwa al-mutaakhirina, la yakhfa, hili jambo ambalo halijifichi kwao. Fakanawatuhum wa tasjilatuhum, hakika hata ukifungua kwenye mitandao kanati zao, tasjilatuhum mamlu'atu bihadhihi al-i'tiqad, zimejaa itikadi hii. Kisha fahum yu'minuna bi anna aliya huwa rabb, kama tuliyopita, kama tuliyopita huko nyuma, wanaamini Ali kwamba huwa rabb, ndio mwenye kuendesha vitu vyote.
falidhalika sarafu julla liibadati min ad-du'a, kwa sababu wamegeuza ibada zote min ad-du'a wal khawf wal raja, katika dua, al khawf, ar raja, weka nadhiri, bal wasujud, bali hata kusujudia pia. Wa anna man ata'a aliyan dakhala al-janna, yeyote atakayemtii Ali ataingia peponi. Wa in asa Allah, hata kama atamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asahu, atakayemwasi Ali dakhala an-nar, ataingia motoni. Wa in ata'a Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama atamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo hili la yahtaju ila dalili lirad, jambo hili bila shaka halihitaji hata dalili ya kulifanyia rad, sababu itikadi hii wa hadha al-i'tiqad huwa millatun ukhra siwa millat al-islam, itikadi hii ni dini nyingine isiyokuwa dini ya Kiislamu. Alladhi jaa bitawhidillah, ambayo dini ya Kiislamu imekuja kwa kumfahamisha mwanadamu ampokeshe Allah katika rububia na katika uluhia, wa bayani al-maqsud min al-khalq, na pia kubainisha makusudio ya viumbe wote, na ni ifrad min ifradillah subhanahu wa ta'ala, kumpokesha Allah katika ibada na kumtii vile vile. Qala ta'ala, Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bila shaka sikuumba majini na wanadamu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu. Wa qala ta'ala tilka hududullah wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul azim. Allah anasema tilka hududullah wa man yuti Allah wa rasulahu, yoyote atakayemtii Allah na mtume wake ndio yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ndio ataingizwa katika pepo atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah asema wa man ya'si Allah wa rasulahu, atakayemuasi Allah na mtume wake, wa yataadda hududa yudkhiluhu an-nara, Allah atamuingiza motoni, khalidan fiha wala huwa adhabu muhin, hali kukaa motoni milele na atakuwa na adhabu ngumu yenye fedhea. Kwa hiyo utaona sasa wao kwamba Ali ana sifa ya kuabudiwa. Ali ndio aabudiwa katika kuomba, weka nadhiri, una shida mbalimbali wanaelekea kwa Ali. Kwa hiyo mitume wote walikuja kwa ajili ya kuwalingania watu wamwabudu Allah, kwao sio hivi. Kwa hiyo hapo wamevunja msingi mkubwa katika misingi ya itikadi na katika misingi ya dini, kumwabudu Allah peke yake. Kwao hawako hivyo Mashia. Kichanguzi cha pili, an-naqidhu thani, kichanguzi cha pili ambao katika tauhidi uluhiyya, itiqaduhum bi anna al-a'immata humul wasitatu baina Allah wal khalq, wanaitakidi kama imamu ndio kiunganishi kati ya viumbe na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni muumbaji. Wanaitakidi hivi. Yataqulu ar-rafidha, wanasema Mashia, innal a'immata 12, maimamu 12 hawa ambao tumetaja katika wiki zilizopita, humul wasitatu baina Allahi wa khalqi, ndio viunganishi kati ya Allah na viumbe wake. Fala yasilu ahadun ilayhi illa bihim, hakuna yeyote ambaye anaweza akafika kwa Allah mpaka upitie kwa maimamu. Qala al-Majlisi anasema fi Bihar al-Anwar an a'imma, anasema hivi, fa innahum hujubu rabbi, hakama imamu ndio hujubu rabbi, wal wasaitu bainahu wa baina al-khalq. Hao sasa ndio hujubu rabbi na ndio kiunganishi kati ya Allah na viumbe. Kwa hiyo ukitaka kuonana na Allah upitie kwa maimamu, ukitaka kuomba uenda kwa imamu, ukitaka kutegemea uenda kwa imamu, unaenda kuomba wao. Wajaa fi kitabi aqaid al-imamiyya, kisha imekuja katika kitabu aqaid al-imamiyya anna al-a'immata 12 maimamu 12 hum abwabullah, hao ndio milango ya Allah, wasubli ilayhi, na ndio njia ya kufika kwa Allah. Hatta qala innahum kasafinati Nuh, paka wengine wakasema sawa sawa na jahazi la Nuh, man rakibaha naja, atakayepanda hilo jahazi atakuwa naja, ameokoka na kufaulu. Waman takhallafa gharik, na atakayekwenda kinyume na hilo jahazi atakuwa ameangamia. Kwa kama wataka kuokoka, kama wataka ufaulu, kama unataka uende peponi, upande jahazi la Shia.
Na maimamu hawa maana yake kwa utaratibu huu tunaoutaja kwamba maimamu ndio safina. Kwa hiyo yote ambaye haamini imamu huyu hawezi kufaulu wala hawezi kuingia peponi. Thumma innahum yad'una ila istighathati bi'aimatihim, kisha wanalingania watu waenda kuwaomba na kutaka wokovu kwa maimamu wao. Katika jambo ambalo la yaqdiru ilayhi illa Allah wahda, katika jambo ambalo hakuna anaweza isipokuwa Allah peke yake. Kwa hiyo fayatawajjahu shi'i ila al-imam, anaenda Shia kwa imam kama jaa fi riwayatihim an imamihim al-muntadhar, kama ilivyokuja katika riwaya katika imamu wao 12 wanasema arkanul biladi wa qudhatul ahkami wa abwabil imani manaihu al-ata bikum infadhuhu mahtuman maqrunan fama shay'un minhum illa wa antum lahu sabab wa ilayhi sabil fala najata wala mafza illa antum wala madhhaba ankum ya ayunullahi nadhir. Imekuja hivi wanasema kuhusu maimamu. Huyu imamu 12 sasa, arkanul bilad, hakika nguzo za miji yote, wa qudhatul ahkam, hakika makadhi yote katika kutoa hukumu mbalimbali, wa abwabul iman, na milango ya imani yote, manaihu al-ata, watu wametunukiwa wao ndio wenye kutoa vitu vyote hivi. Bikum infadhuhu mahtuman maqruna, wao ndio wenye kuviendesha na kuvipitisha vyote hivi. Kisha anasemaje? Fama shay'un minhu illa wa antum lahu sabab, hakuna kitu chochote isipokuwa nyinyi ndio sababu. Wa ilayhi sabil, na njia kama mtu anataka aende kwa imamu. Fala najata wala mafza, hakuna kufaulu, hakuna chochote unachotaka ili ukae vizuri illa antum, isipokuwa nyinyi. Wala madhhaba ankum, wala hakuna sehemu ya kwenda ya ayunallahi nadhir. Kama jaa fi bihal anwar vile vile, wa hunaka riqa'u tuktab wa tudau ala qubur al-a'imma, kuna baadhi ya maandishi yanaandikwa na yanawekwa katika makaburi ya maimamu. Lianna qubur al-a'imma wa adhrihatahum, hakika makaburi ya maimamu hawa wote, wa adhrihatahum allati la tanfa wa la tadur, hiya bizamihim manatur raja, ndio sehemu, ndio chimbuko la watu kutarajia. Sehemu kama wataka kutaraji, unataka huko, unataka sehemu ya kwenda, una shida, una matatizo mbalimbali, utaelekea hapo. Wa mafzu hajatu, na haja mbalimbali uelekea hapo. Wajalu laha aurada wa tuqusa, wakajalia kwa maimamu kuna auradi, miradi mbalimbali, wa tuqusa. Bal wabalagha jur'atahum fi hadha albab, wamefikia ujasiri wao katika mlango huu. Anqalu, mpaka wakasema kama fi bihari anwar, inna du'a al-anbiya istujiba bitawassul wastishfa'i bihim, hata dua za manabii zinajibiwa mpaka upite kwa maimamu. Kwa hiyo hata mitume kitaka kuomba dua zao ili zijibiwe, lazima upite kwa maimamu, yani aima, maimamu wao hao. Fahaula yajaluna khasa'is al-uluhiyya, wamejalia vitu vyote ambavyo vinahusiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhid uluhiyya fi a'immatihim, wa hao maimamu 12, haithu jalu hidayat al-khalqi fi aidihim, hata pia kuongoza viumbe wote ili wakae vizuri, washike katika uongofu, vyote hidayah iko katika mikono ya maimamu. Wa anna du'a la yuqbalu illa bi asma'ihim, hata dua haikubaliwi mpaka uombe majina yao. Wa annahu yustaghathu bihim inda shada'id wal mulimmat, na pia utaka uokovu kwa maimamu 12 wakati wa shida mbalimbali. Ukiwa umebanwa na shida, nenda kwa maimamu. Bal wayahujju ila mashahidihim, pia hata kwenda kuhiji katika sehemu zao ambazo walizozikwa, unaenda kuhiji. Wal hajju ilaiha afdal min al hajji ila baitillahi al haram, na kwenda kuhiji sehemu hiyo ni bora kuliko kuhiji katika nyumba ya Allah tukufu. Kwa hiyo kwenda kuhiji Karbala ni bora kuliko kwenda kuhiji Al-Kaaba. Karbala hiyo ambayo aliouawa Imam Hussein, afdalu
indahu min al-Kaaba, kwenda kuhiji Karbala, sehemu aliyouawa Imam Hussein, ni bora kuliko kwenda kuhiji katika Maka. Tena wal hajj ilaiha afdal min al-hajj ila Baitullah al-Haram bi1000 marra, kwenda kuhiji zaidi ni bora kuliko kuhiji Maka mara 1000. Kwa hiyo mtu aliyokwenda Karbala kwenda kuhiji sehemu aliyouawa Imam Hussein, ana ubora wake anaongezea ubora wake ziada. Mtu akienda kuhiji al-Kaaba labda afanye hija mara 1000 ndio amfikie aliyokwenda Karbala mara 1. Kisha kama huwa mabsutu fi kutubihim, kama ambayo iko katika vitabu vyao, wa hadha al-amalu shirku al-akbar mukhrij min al-millah, na tendo hili ni shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu. Falaisa baina al-muslim fi ibadatihi li rabbih, hakuna kati ya Muislamu katika kumwabudu Mola wake, wa duaihi, na kumuomba Mola wake, laha hujun tamnau wala wasitatun tahjubu, hakuna kizuizi chochote kinamzuia Muislamu yeye na Mola wake, hakuna kizuizi hicho, bali ni uhusiano kati ya mja na Mola wake peke yake, kama ilivyokuja katika nini. Ndio Allah anasema subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala, anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi. Muhammad, waja wangu kama watakuuliza kuhusu mimi, idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah anasema mimi niko karibu, tena ujibu da'wata da'i idha da'ani, najibu dua yeyote mwenye kuomba wakati atakaponiomba, kwa sharti tu falyastajibu li waliyu'minu bi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema pia, وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين, katika surati Ghafir aya 60. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, Mola wenu amesema niombeni nitawajibu. Kwa hiyo mja na Mola wake hakuna uhusiano, lazima kupatikane wasaid, kiunganishi kwa ajili ya kuweza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekataa hilo, lakini katika upande wa Shia lazima maimamu upitie. Pia hata mitume dua zao haziwezi kujibiwa mpaka upitie kwa maimamu. Hiki ni kichanguzi. Faqad ittafaqa al-ulama ala anna man ashraka billahi fi rububiyyati wa uluhiyyatihi, wanachuoni wote wameafikiana atakayemshirikisha Allah katika tauhidi uluhiyya na katika tauhidi rububiyya, hakika wanachuoni wote wanasema fa huwa kafiru murtad, huyo amekufuru na ametoka katika Uislamu. Qalu aidan kama fi ikhna, pia wamesema wanachuoni kama ilivyo katika ikhna, anna man jala bainahu wa baina Allah wasaid, atakayejalia kati ya Allah kuna kiunganishi, yatawassal ilayhi wa yatawakkalu ilayhi wa yad'uhu wa yas'aluhu, kafara ijma'. Atakayetaka kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuna kizuizi, hawezi kumuomba mpaka apitie kwa imam, anakufuru au kutegemea, kafara ijmaa, amekufuru kwa ijmaa ya wanachuoni wote. Bali wanachuoni wakataja hili kitendo kafili abidi al-asnam, sawa tuna yule mwenye kuabudu sanamu, amba Allah alisema baada ya kuambia wakasemaje, qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Qala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema, man daa Ali ibn Abi Talib, atakayemuomba Ali ibn Abi Talib, fakad kafara, atakuwa ameshakufuru. Wa man shakka fi kufrihi faqad kafara, na atakayokuwa na shaka na ukafiri mtu anaomuomba Ali naye kakufuru. Wa hum qad waqa'u fi an-nar, na wameingia katika vichunguzi vingi. Maneno haya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sasa katika Majmu'ul Fatawa. Kisha na wao wameingia katika vichanguzi vingi. Vichanguzi cha kwanza katika tauhidi rububia na kichanguzi cha pili katika tauhidi uluhia. Kisha hata Sheikh Muhammad Abdul Wahhab ambaye pia ametunga kitabu akakiita Nawaqidul Islam, pia katika Nawaqidul Islam amehesabu pia katika nawaqidh zile 10, yeyote atakayejalia wasaid
kiunganishi, mtu hawezi kumuomba Allah paka apitie, huyo atakuwa ameshakufuru vile vile. Hiki ni kichanguzi cha pili. Kichanguzi cha tatu, jala al-aimma wajalema imamu kwa nususu, jala nususu tauhid fi wilayati al-aimma, dalili zote za tauhidi, aya zote zilizokuja zazungumzia tauhidi, hizo zote tauhidi ni wilayatul aimma, ni kuwapenda maimamu. Kwa tauhidi ukisoma aya za tauhidi za aqida, ujue ni kuwapenda maimamu aya zote ambazo kama tutaona. Fa awwal ma nufaju bihi anna an-nusus al-Qur'an, dalili zilizokuja za Qur'an allati ta'muru bil ibadati llah, ama zinamwamrisha mja amwabudu Allah peke yake wahdahu, ghayyaru maanaha ila al-iman bi imamati Ali wal a'imma. Kwa aya zote ambazo zaamrisha tauhid, maana yake ni Imamu Ali na maimamu 12 kwa ujumla. Kwa maana yake utakapoacha kumtii Ali, tayari wewe huna tauhidi. Ukimtii wewe ndo na tauhidi. Maana yake ukienda kinyume na Ali na Hassan na Hussein bizamihim, kwa hiyo maana yake wewe utakuwa ni kafiru, wewe kufuru, wewe ni mushriki. Kwa hiyo wamebadilisha hivyo. Kwa hiyo kwa hali hiyo sasa, wanususa allati tanha ani shirki, na dalili zilizokuja zakataa watu wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, jalu almaqsuda biha shirku fi wilayati al-aimma. Maksudia aya hizi manake ni shirki katika wilayati al-aimma, maimamu hawa 12. Wa hiya qa'idatun muttaridatun indahum fi al-Qur'an, ni msingi huu wa tafsiri yao katika Qur'ani. Kwa tafsiri ya Qur'ani, aya zote za tauhid uluhiyya, tauhid rububiyya ni Ali. Aya zote za shirki ni kuhusu kwenda kinyume na wilayatu Ali. Na kama fil kitabi, kama ilivyokuja pia vile vile ndani fil Qur'an, kama fil kitabi mir'atul anwar, kama ilivyokuja katika vitabu vyao mir'atul anwar, innal akhbara mutadhafiratun fi ta'wil shirki billah wa shirki bi ibadatihi bi shirki fi wilaya wal a'imma. Zimekuja katika kitabu mir'atul anwar, imekuja hivi: innal akhbara mutadhafiratun fi ta'wil shirki billah, habari zimekuja nyingi kuhusu kufanyia ta'wil, tafsiri shirki billahi wa shirki bil ibada bi shirki fi wilayatil a'imma, ni shirki kuhusu uongozi. Kama uamini maimamu, wewe ni mushriki, wewe unatoka katika Uislamu, wewe si huna akida, huna tauhid, sio muislamu. Na ndio tukasema katika nguzo zao zile 5, moja katika nguzo ya 5 alwilaya, na hakuna kitu kilichonadiwa kama tulivyosoma katika hotuba zilizopita kwa nguvu ambayo kina maratib, kina daraja kubwa kuliko kuamini wa imamu. Wa min amthilati dhalika ma jaa fi qawlihi subhanahu, mfano wa hilo imekuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Aya hii sasa, aya hii imekuja, angalia tafsiri zao. Aya inazungumzia walaqad uhiya ilayka, tumekufunulia wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila alladhina min qablika, na wale mitume waliopita kabla yako, mitume wote sasa Muhammad pamoja na manabii wengine, la in ashrakta, kama mtashirikisha Allah, matendo yenu yote la yahbatanna amaluka, matendo yenu yote na matendo yako Muhammad itaporomoshwa, wala takunanna min al-khasirin. Sasa jaa fil kafi, imekuja katika kitabu chao kinaitwa Kafi, usulul kafi. Kafi asahhu kitabi indahum fi riwaya, kitabu sahihi zaidi katika riwaya. Wa fi tafsir al-Qummi, na katika tafsiri yao kuna tafsiri ya Imam Qummi, tafsiri ya Qur'an imekuja, alladhi huwa umdatu tafasiri, ndio nguzo kubwa ya tafsiri kwao, ndio kitabu mama cha tafsiri. Tafsiruha bima yali, tafsiri yao sasa kuifasiri aya bima yali yafuatayo: la in amarta bi wilayati ahadin ma wilayati Ali min ba'dika la yahbatanna 'amaluka. Imekuja katika tafsiri la in amarta bi wilayati ahadin, kama utaamrisha au kiongozi mwingine ma wilayati Ali,
ukaacha uongozi wa Ali mimbadika, baada yako la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yataporomoka. Hiyo ndio tafsiri katika kitafsiri kubwa kwa mujibu wa Sheikh Qur'an, tafsiri al-Qummi ana tafsiri hiyo. Kwa hiyo utaona hawa watu wako nje kabisa na dini ya Kiislamu. Kama tulisema mwanzo, ni kundi ambalo linajinasibisha katika Uislamu lakini hakuna uhusiano na Uislamu, la min qarib wala min baid, sio kwa njia ya karibu wala ya mbali. Ni watu ambao tayari katika kufara, kama ambao tutaona kwa mujibu wa vitabu vyao. Aqulu qawli hadha wa billahi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد, tukiendelea na kundi hili kwamba wametoka katika Uislamu na kwamba si Waislamu, ni makafiri kwa ujumla, tuzungumzia tauhid uluhiyya, tauhidi hii kumwabudu Allah peke yake. Kwa hiyo wamejalia dalili zote zilizokuja za kuamrisha Allah kumwabudu Allah peke yake, manake ni wilayatu Ali. Allah aya zinazokataa shirki ni shirki bil wilaya wal aimma, ndio shirki. Kwa hiyo kama tulivyosema katika tafsiri yao, wa yafajalu aliyan radhiyallahu anhu huwa almu'abbaru anhu bil lafzul jalala, wakamjalia Ali alipokuja kwamba kutamka Allah, ukitajwa Allah manake hapo ni Ali, akitajwa neno lafzul jalala Allah ni Ali. Wajalu la ibada, na popote ukikuta aya zinataja ibada, ibudullah ibada, kitaja ibada, wa hil wilaya ni uongozi. Wayatadhi min anna lafdhal jalala Allah, na hapa kinachowekwa wazi hakitamkwa lafdhul jalala neno Allah, yaksuduna bihi aliya wal aimma, wanakusudia ni Ali hapa Allah na maimamu, huwa majaa anhu fi qawlihi ta'ala, niliokuja katika tafsiri yao kuifasiri kauli Allah aliposema ailahum ma Allah ta'ala Allah amma yushrikun, ailahum ma Allah bal aktharuhum la ya'lamun. Aya hizi qala Abu Abdullah, anasema Abu Abdullah, kama yaftaruna alayhi, kama unavyomzushia, ai imamu huda ma imamu dalala, ailahum ma Allah, manake hapa Allah ni imamul huda, imamu huyu Ali uongofu, ma imamu dalala, pamoja na imamu potofu kama Abubakar na Umar na wengineo. Kwa hapa ilahum ma Allah, ikitajwa Allah imamul huda ambaye ni Ali. Kwa hiyo na sio kwa Ali imamu dalala. Kwa lafzul jalala Allah ukisoma katika ubudullah Ali hapa, na aya nyingi zilizokuja katika hali hiyo. Na kwa hiyo kama jafi bihal anwar, kama ilivyokuja katika bihal anwar ilipotaja kwamba ai imamu huda wa imamu dalala fi qarni wahid, katika wakati mmoja, kama jafi bihal anwar. Fa arkanu dini indahum tufassaru bil aimma, nguzo za dini zote mbele yao zinafasiriwa bil aimma, maimamu. Wa ayatu shirki wal kufru, na aya zote zilizotaja shirki na kufuru, tuawalu bishirki biwilayati Ali wal aimma, kwa maana aya zote za shirki na kufuru ni wilayatul Ali wal aimma au imamatihi, ni wilaya, uongozi wa Ali. Manake aya zote za shirki ni hapa katika hali iko hivi. Wa hakadha yakhruju al-qari'u, ukianza kusoma katika vitabu vya Shia sasa, wa hakadha yakhruju al-qari'u li hadhihi ta'wilati bidini ghayra dini al-islam. Na ni kweli yeyote anaosoma vitabu vya Shia
atatoka msomaji anaosoma vitabu vya tafsiri ya Shia katika vitabu vya itikadi kwa Shia, anatoka na dini isiyokuwa dini ya Kiislamu. Yani anakuja kwa mtu anasoma Qur'an, anakuwa ni mshirikina, anatoka na dini nyingine kabisa ambayo sio dini ya Kiislamu. Anasoma vitabu. Walihadha aqada sahib baban lihadha bi'unwan. Ameweka anwani hivi: baban anna lilqur'ana dhahra wa batana. Katika mlango sahib al-anwan bihal anwan. Hakika Qur'ani ina dhahar wa batan. Qur'ani ina nje na ina ndani. Ukisoma aya za Qur'ani nje, ukisema Allah ibudullah, nje yake unaona kama ni Allah, hapa ni Ali. Dhahiri batun, ndani yake ni Ali, ndio hakika wilayatul Ali ndio ibudullah. Kwa hiyo anatoka msomaji katika hali hiyo. Wa hadha ta'wilat hiya fi haqiqatiha kufru billah. Tafsiri hii mbovu kwa hakika ni kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha bitawhidi alladhi jaa bihi ar-rusul, mtu anakuwa amemkufuru Allah na tayari yuko mbali kabisa na ile tauhidi aliyokuja nayo mitume alayhi salatu wasalam. Wa hadha min jinsi ta'wilati al-firqa al-batiniyya, na hii ni kama ta'wili tafsiri za firqatu al-batiniyya alladhi ajma'u al-ulama ala takfirihim. Wanachuoni wote wamekubaliana kwa mtu kuleta tafsiri mbovu kwamba firqatul batiniyya ni kundi la kikafiri, kama ambavyo tutaona. Bisababu hapa, kwa sababu tu ya tafsiri ambayo si sahihi. Kama Allah anasema Allah ukasema sio Allah, maana unakufuru kufuru. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi Majmu' al-Fatawa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa anasema wa yatakallamu an rafida, anazungumzia hao mashia bi annahum kafaru bima jaa bihi ay rusul, wamekufuru kwa vile ambavyo vimekuja navyo mitume, bima la yuhsihi illa Allah. Kufuru zao ni nyingi, hakuna ambaye anaweza kudhibiti na kuziandika. Katika kufuru zao, katika mambo waliokuja nayo na manabii, hakuna anojua ukafiri ulioingia mashia isipokuwa Allah peke yake. Kufuru nyingi mno. Kisha anasemaje? Fataratan yukadhibuna binususi thabitatin anhu, saa zingine wanazikataa dalili zilizothibiti kumwabudu Allah anapelekwa Ali, wanaipinga Qur'ani kwa hali hiyo. Wataratan yukadhibuna bimaani tanzil, saa zingine pia wanakufuru kwa maana ya Qur'ani, wanaitafsiri maana nyingine. Waqala wa haulai laysa lahum ta'wilu sa'igh, hawa watu hawana tafsiri sahihi. walakinna lahum ta'wilu min jinsi ta'wili yahudi wa nasara, wana tafsiri yao tofauti na tafsiri au sawa tafsiri ya yahudi na nasara vile vile. Wa ta'wiluhum, Sheikh al-Islam anasema, na tafsiri yao sharru ta'wilati ahlul ahwa, tafsiri yao ni mbaya mno kuliko tafsiri ya mapoteo yote. Tafsiri yao kuhusu tafsiri Qur'an, kwa tafsiri yao ni sharru ta'wil, tafsiri mbovu na mbaya kuliko tafsiri za mapote yote unayojua. Wakadhalika nakala ijma' ala takfir al-batiniyya, kisha vile vile amenukuu ijma' juu ya kufuru makundi haya ambayo batiniyya. Amenukuu ijma' vile vile Qadhi Iyad fi Shifa, Qadhi Iyad katika kitabu chake Shifa, وذكر عنهم akataja annahum yaz'umuna bi anna adh-dhawahir ash-shar' wa akthara ma ja'at bihi ar-rusul min al-akhbari amma kana wa yakun laysa lahum shay'un ala muqtada lafdhiha wa mafhum khitabiha. Thumma qala famadhmun maqalatihim ibtal ash-shara'i wa ta'til al-awamir wan-nawahi wa takdhib ar-rusul والارتياب فيما أتوا به. ثم قال فلا شك في كفر هؤلاء طوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا. katika kitabu chake Shifa, Qadhi Iyad anasema hivi, annahum yazumuna bi anna adh-dhawahir ash-shar', wao wanadai hakika mambo ambayo Qur'an ukisoma dhahiri yake, wa akthara ma ja'at bihi ar-rusul, na mengi mitume waliokuja nayo, kisha
min al-akhbari amma kana wa yakun, katika habari zinazozungumzia mambo ambayo yaliyokuwepo na ambayo yanaendelea kuwepo. Kisha akasema laisa lahum shay'un ala muqtadha lafdhiha. Haya huwezi kufahamu kufuatana eti na neno tu unalisoma Allah ukasema ni Allah. Sio hivyo. Wa mafuhumi khitabiha, na ufahamu wa yale maneno uliohutubiwa nayo uliosemeshwa nayo. Haya na dhahiri yake sio hivyo. Thumma qala, kisha qadhi Iyadh anasema famadhmunu maqalatihim ibala shara'i, madhumuni yaliyokusanywa na maneno yao ni kuibatilisha sheria yote isifanye kazi. Wa ta'tilu al-awamir wan nawahi, na kisha kuziweka nje mbali amri zote ambazo mtu amrishwa, na makatazo yote yaliyokuja kwenye Qur'ani na katika hadithi yote ni kuyabatilisha isifanye kazi. Wa takdhibu ar-rusul, kisha hata kuwakadhibisha mitume na kuwapinga. Wal irtiyaba fima atau bihi, mtu ili aone shaka katika kile walichokuja nacho manabii. Thumma qala, kisha kadhi yaza akasema fala shakka fi kufri haula'i at-tawa'if kulliha, hakuna shaka kuhusu kukufuru makundi haya yote, hakuna shaka kukufuru qat'an ijma'an wa sam'an. Atakayekuja akaleta taawili tofauti na Qur'ani na lafdhu na tamko lilivyo akalipindisha, hakuna shaka katika ukafiri wake, na hii ijma' ya wanachuoni wote wa ahli sunna qat'an wa sam'an, hakuna aliyopinga katika hii. Naqidhu yao yangapi katika kwamba inasoma Qur'ani wala haifahamiki na nini. Qur'ani inasema ya ayyuhalladhina amanu, yazakana walioamini, hapa maana yake nyingine. Ukisoma aya nyingine zikija sa'ala sa'ilu bi'adhabi wake, maana yake sio hivi bi'adhabi, hapa adhab maana yake ni Ali au ni utawala wa Ali. Kwa hiyo mtu anakuja anatumai kuimaliza kuisoma Qur'ani, anatoka na shirki na kufuru ambazo tofauti kabisa na Qur'ani inavyoelezea. Kisha kundi hili wanachuoni wengi walilikufurisha, na pia hata katika sunna zimekuja pia, na hawa wanaitwa rawafidh. Wa amma ma jaa fi sunna fima jaa, imekuja katika fi majma zawaid bi isnadin hasan an ibn Abbas qala kuntu inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa indahu Ali, faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ya Ali sayakunu fi ummati qaumun yantahiluna hubba ahli al-bayt lahum nabzun yusammuna ar-rawafidh qatiluhum fa innahum mushrikun. Mtume sallama pia aliweza kuwakufurisha mapema sana hawa. Sikiliza katika hadithi imekuja katika Majma Zawaid isnad hasan kutoka kwa Ibn Abbas qala, anasema kuntu inda an-nabi. Ibn Abbas anasema nilikuwa mbele Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa indahu Ali, mbele ya Mtume Ali yupo. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, akamwambia ya Ali, ewe Ali, sayakunu fi ummati, watakuja watu katika umma wangu, qaumun, kuna watu watakuja yantahiluna hubba ahli bait, waona ahli bait tu kama sisi tunapenda ahli bait, na utawa wao kwamba wao ni watu ahli bait, wengine wote hawataki. Wanayantahiluna ahli albayt lahum nabzun, hawa na majina hawa alqab, nabz maana yake ni laqab, jina lao yusammauna ar-rawafidh, wanaitwa rafidh. Watu hao watakuja, wao wanajidai ni ahl bait, wao ni Hasan, wao na Hussein, wao na Fatuma, wao na Ali. Hao qatiluhum fa innahum mushrikun, hao kuna haja pigane nao hao, akawa ni washirikina hao. Na ni kweli unaona katika ushiriki wao katika tauhid uluhiyya na katika shiriki yao katika tauhid rububiyya, Mtume anawatabiri hawa watu wanaitwa rawafidh. Kwa hiyo Mtume ndio pia amewaita rawafidh katika kabla ya kumwambia Ali radhiallahu anhu. Kisha amekuja ma akhrajahu al-Imam Ahmad, hadithi ameitoa Imam Ahmad fi musnadihi, katika musnadi yake, wal Bazzar na Bazzari an Ibrahim ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib an abi an jaddihi qala Ali,
Ali anasema ibn Abi Talib يظهر في آخر الزمان قال علي رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافض أو الروافض يرفضون الإسلام. mtume anamwambia Ali watadhihiri katika akhir zaman, yadhharu fi akhir zaman, watadhihiri watu katika mwisho wa zama, qaumun yusammuna rawafidh, watu wanaitwa rafidh, mashia hawa, yarfudhuna alislam, hawa wameukataa uislamu. Na kweli unaona mashia wameukataa uislamu na mtume aliwatadhihiri. Na pia hata katika vitabu vyao kama ambavyo tutadhihirisha pia kwenye vitabu vyao pia hawa wameitwa jina hilo katika vitabu vyao pia. Kwa hiyo wala hawasingiziwi. Ni watu ambao tunapotaka kuzungumzia haya makundi, na hasa kundi hili ambalo linaanza kudhihiri sehemu mbalimbali, na tayari kwao linadai kwamba kuwapenda ahlul bait, wakati wao na ahlul bait mashariki na magharibi, bali ndio waliosababisha hata kumuua Hussein vile vile, kama ambavyo tutajaribu kudhibitisha. Lakini leo sasa, na wao wanaitwa Imamia, Ithna Asharia, lakini kuna dola zilizotawala, dola Fatimia, wala tutakuja kuona wala wanajinasibisha na hiyo dola wakati si dola yao. Lakini na dola ambayo ipo hivi sasa, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambayo hii ndio inaoweza kueneza ushia dunia nzima. Na kwao pia nimalizia katika nukta moja tu, kwa kwamba wao wamekufuru katika sehemu nyingi. Kundi hili la Shia limekufuru katika sehemu nyingi sana kama tulivyoona kufuru zao, lakini wao na ahlul bait. Mwingine yeyote ambaye si ahlul bait, huyu tayari, kwa sababu wilaya, uongozi ni moja katika misingi ya nguzo zao. Na kama ni misingi ya nguzo zao, kwa hiyo kwa maana sisi hatuwezi kuafikiana na hawa. Imekuja katika baadhi ya nukta yao, wanasema hivi: hakika katika mwanachuoni wao anaitwa Neematullah Jazairi, anasema hivi katika mwanachuoni wao, anasema innahum la yastami'una ma sunna ala ayi shay, haka wao hawawezi kukubaliana kuwa na watu wa sunna hata kwa kitu chochote, haiwezekani. Kisha Neematullah Jazairi anasema inna la najtami'u ma'hum ay ma sunna ay ma ahli sunna, sisi hatuwezi kabisa kuwa pamoja na watu wa sunna ala ilahin wala ala nabii wala ala imam. Hatuwezi kuwa pamoja na watu wa sunna, sio kwa mwenye kuabudiwa. Watu wa sunna wala yule ambao wanamwabudu tofauti na yule ambao sisi tunamwabudu, wala ala nabii, wala yule mtume ambao mnasema mtume wenu Muhammad kama ndio mtume wao, inawezekana mtume wetu sio huyo. Wala ala imam, wala katika imamu pia, imamu wa Abubakar sisi ni Ali na wengineo. Wadhālika annahum yaquluna, atafsiri sasa, ahli sunna wanasema, watu wa sunna, inna rabbahum huwa alladhi kana Muhammad nabii, haka mola wao ni yule ambaye amemleta mtume Muhammad ndio nabii wa khalifa na kiongozi baada ya kufa mtume. Watu wa sunna wanaamini kiongozi aliyotawala baada ya mtume ni nani? Mimbadi ya Abu Bakari. Kiongozi baada ya mtume kuondoka, kiongozi wao ni Abu Bakari. Wanasema kwa vitabu vyao, wa nahnu la naqulu bihadha rabb, sisi hatusemi kwamba huyu ndio mola wetu, wala dhalika an-nabii, wala hatusemi huyu ndio mtume wetu, bal naqulu inna rabbal ladhi khalifata nabiyhi Abu Bakari, haki mola wetu yule ambaye atakayekuwa eti baada ya kufa mtume atatawala kiongozi, Abu Bakar ndio kiongozi. Ikiwa ni hivyo, laisa rabbana, huyu si mola wetu, wala dhalika nabii nabiyan, wala huyu si mtume wetu. Kwa hiyo mola wetu sisi tunaomwabudu ni yule ambaye amemleta mtume Muhammad akawepo, kisha baada ya mtume Muhammad kiongozi wake ni Ali, huyu ndio mola tunamwabudu sisi. Lakini yule ambaye tayari amekuja mtume Muhammad alafu kiongozi akawa ni Abu Bakari, huu mola wetu si huu, mola sio mola wetu, wala huu mtume Muhammad sio mtume wetu, wala pia imamu huyu Abu Bakari si imamu wetu. Sasa
wao wako hivi. Kwa hiyo kwa maana hawaamini, ndio maana anaabudiwa Ali, kama tumesema tauhidi, kuhusu tauhidi uluhia, namna gani Ali anavyoabudiwa. Kwa hiyo wao hawakubaliani kwamba Mola mnaomwabudu nyinyi tofauti na wanaomwabudu wao. Kisha mtume ambao mnamsema mtume huu Muhammad ndio mtume wao, nao pia wanafanya kama taki, kama ambacho tuthibitisha baadaye huko kwamba pia kwamba aliyostahili kupewa utume alikuwa ni nani, ama tuthibitisha kwa mujibu wa vitabu vyao alikuwa ni Ali. Lakini Jibril alikosea. Jibril alipokuja, Ali na Muhammadu wanafanana. Wewe anataka apewe utume nani? Apewe utume Ali. Lakini akampa Muhammad wakati alikuwa hastahili. Kisha baada hapo ndio akapewa utume. Sasa ndio makosa ya Jibril. Kama kwa itikadi hii inaungana na itikadi ya Mayahudi, kwa sababu hapa ni kumtuhumu Jibril sio muaminifu. Na Mayahudi walipokuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam kuwauliza kuhusu manabii na pia kuhusu malaika, Mtume akamtaja kwamba mmoja katika malaika Jibril. Mayahudi wanasema kama Jibril ni adui wetu, kama Qur'ani inavyoeleza. Sisi hatusemi kwamba Jibril ni adui wetu sisi. Paka Qur'ani ikaja katika sura al-Baqara, kama kweli katika malaika mnaobagua nyinyi Mayahudi, kwamba katika malaika mnaowapenda Mikaeli na malaika wengine, Jibril mnamchukia, hali ya kuwa yeye hana chochote isipokuwa anatumwa na Allah. Kwa hali hiyo mtakuwa mmemkufuru na Allah aliyomtuma pia, kwa sababu Allah ndiye akamtuma Jibril na Jibril hamtaki. Sasa Mashia katika hili utaona wanaanza kuungana na Mayahudi kama tulivyosema huko nyuma. Kwa hali hii bado tunaendelea na itikadi za Shia kuhusu tauhid uluhia. Kisha mtu atoke asema hao tunaungana nao wakati wao wamekataa na wanashiriki na kufuru. Katika sehemu nyingi wamekufuru, kama alivyosema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kwamba kufuru zao ziko aina mbalimbali, na wanachuoni wengi ambao waliosema al-hadith baqiya. Aqulu qawli hadha billahi tawfiq. Allah sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa naksi a'da'ika a'da'i din wa akhtim lana bil baqiyati salihati a'malina wa aqim as-salah. Allah